Mjiwe sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakayokujia. Nina mengi sana kumshuhudia Mungu. Wakati mwingine sijawahi kusimama kushuhudia au anajifikiria ushuhuda wake unakuaje. Ila nina mengi sana ambavyo yani nikianza kushuhudia kwa kweli ni muda mrefu naweza nikachukua. Namshukuru Mungu sana kwa safari hii ya miaka minne. Wakati mwingine changamoto zinatokea njiani. Ilikuwa ni mwaka jana. Nilikuwa nawaza kuna changamoto nilipata, nikawa naanza kuahirisha mwaka wa masomo. Ila namshukuru Mungu kwa sababu alinipigania na nilitoka kwenye ile changamoto na nikarudi shule. Ni neno moja ambalo nataka kusema kwamba mjue sana Mungu ili uwe na amani, ndipo mema atakayokujia. Haimaanishi kwamba ukimjua Mungu ndipo mema tu atakuwa anakuandama wewe, lakini haupati changamoto. Changamoto zipo kwa ajili ya kutuimarisha kiimani na kwenye maisha ya kawaida. Changamoto tunazopitia kila siku tunajifunza kupitia hizo changamoto, na wakati mwingine Bwana anasimama. Jaribu alikupati lisilokuwa la kawaida, Bwana hilo fungu tunalijua. Nashindwa namna ya kusema, ila kwa kweli namshukuru sana Mungu kwa safari yangu ya masomo ya miaka 2. Namshukuru sana Mungu. Fungu ambalo huwa nalipenda ni Zaburi ya 27 mstari wa 4 ambalo linasema, neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalolitafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, utazama uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Kwa hiyo nizidi kuwapendekezea kwamba tukae nyumbani mwa Bwana, tutafakari uzuri wake, na Bwana atatutimizia yale mahitaji yetu. Hajalishi unapitia changamoto gani, Bwana yupo na atakutoa kwenye hizo changamoto. Bwana awabariki sana. Bwana ni mwema wakati wote. Namtukuza Mungu aliyeko mbinguni kwa kuniwezesha kuweza, cha kwanza kuja Mosti, haikuwa rahisi. Kila odds zilikuwa against me kuja Mosti, kuanzia kwenye familia, kuanzia kwenye wazazi. Kwanza niliposikia naenda chuo singe advance, yani ndio kwanza mpaka hakuna inawezekana, lakini ninamtukuza Mungu kwa sababu nisingekuja Mosti nisingekutana na wewe personally, wewe hata kama unifahamu sikufahamu, umekuwa mchango katika maisha yangu na katika safari yangu ya kuja hapa Mosti. Kesho na kesho kutwa utakutana na mimi sehemu, utanikumbuka, nitakukumbuka, na uzuri najitahidi sana nisisahau watu. Bwana mwema. Nimepewa fursa ya kuweza kuacha na kitu kimoja, ni kwamba mipango tunayo ndio, na kila mtu ana ndoto ndio, lakini hizo ndoto zisiwe kubwa sana kupita uwezo wa Mungu. Tumeelewa hapo hivi. Yaani unaweza kuwa na ndoto zako ndio, lakini katika miaka 2 ijayo, katika mwaka mmoja ujao, katika kesho au hapo baadaye ukafa. Kwa hiyo kwenye ndoto zetu tumkumbuke sana kumweka Mungu awe katikati katika kuzifikisha. Katika kuzifikisha tumweke Mungu awe katikati kwenye ndoto zetu. Bwana awabariki. Amen. Bwana ni mwema wakati wote. Namshukuru Mungu sana. Licha ya kuwa mimi nilikuwa mtu ambaye sijichepo sana, lakini kanisani nafika. Mnafahamu. Wanapangiwa labda kipindi mara moja ndio huwa nakuja. Lakini namshukuru Mungu. Chepo kweli mimi nilikuwa siji, lakini kanisani lazima nifike kesho. Namshukuru Mungu kwa kuniongoza katika masomo yangu. Nilianza hapa diploma 2019, nikamaliza 2022, hapo nikaunga na degree. Nishukuru Mungu ili naenda kumaliza. Na nilipata changamoto mbalimbali wakati nasoma, na namshukuru Mungu. Nafikiri wote ni wanafunzi, kuna mwingine alishawahi kupata sapu nini. Namshukuru Mungu mimi nishawahi kupata sapu moja. Tangu hizo semester zote nikiwa diploma na bachelor, na nilipata sapu moja nikiwa bachelor semester 2, ilikuwa ni moja semester moja enzi sana. Lakini namshukuru Mungu nilifanya hiyo sapu nikachomoa, maisha yanaendelea. Kwa hiyo kama ni mwanafunzi, najua unaweza kukutana na hiyo changamoto. Nilipokutana na hiyo changamoto nikiwa nyumbani, nikajua hapa hii shapata sapu hapa. Nikaanza kusoma kule nyumbani sana. Najiandaa ukafika, nikaja nikapiga mtihani, Mungu nikamshukuru Mungu nikafanikisha, nikaichomoa. Kwa hiyo ukipata sapu, anza kujiandaa, muombe Mungu, kama nafikiri kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo
Nyinyi mnaobaki endeleeni kumtegemea Mungu, naamini hatawaacha. Bwana ni wema na wakati wote. Naweza chipukizi, naomba nisaidie kunipa ushauri ninavyoenda mtaani mimi kama mhitimu kwa dakika moja. Jue sana Mungu ndipo mema atakapokujia. Amina. Barikiwa. Na la pili ni napenda niseme hivi. Mimi kati niko olevo nilikuwa mdogo sana, yani kwa urefu, kwa kimo na kwa umri, na pia kwenye asa nilichaguliwa kuwa kiongozi wa Kodazo, yani kanda ya Coastal na Dar es Salaam zone kama kiongozi wa elimu huko nikiwa mdogo. Nilikuwa mwoga sana, lakini kuna siku moja ni kwenye diary yangu nilikuta wameandika to be a leader is to be able to solve challenges. Na aliandika aliweka kwenye mabano majina yake matatu. Ilinipa faraja sana. Kwa hiyo la kuachia viongozi, na wanasema Waadventista wote sisi ni viongozi, kuanzia viongozi wa maisha yetu. Kwa kama sisi sote ni viongozi, tuwe na uwezo wa kutatua changamoto. Kuwa kiongozi ni kuwa na uwezo wa kutatua changamoto. Tunakutana na changamoto nyingi za kiuongozi, kwa hiyo tuwe na uwezo wa kutatua changamoto. Bwana ni mwema wakati wote. Sina mengi sana kusema, lakini ambacho naweza kuwasihi ni kwamba katika jambo lolote unalolifanya au katika maongezi yako au katika jambo lolote tu, hebu ujaribu kumshirikisha Mungu au kumtegemea Mungu katika jambo lolote unalolifanya au unalolipitia. Mungu ametupitisha katika mengi sana ukiwa hapa chuoni, lakini kupitia kumwomba yeye yote yalifunguka. Kuna wakati inafikia hatua unakata tamaa kabisa, unasema maisha ya shule yameshashindikana, lakini Mungu anasimama upande wako. Kingine ambacho nimeweza kujifunza kupitia kuchangamana na watu, usifanye jambo kumfurahisha mtu peke yake. Hakikisha unapofanya jambo kumfurahisha mtu, lianze kwanza kwa kumfurahisha Mungu. Hebu acha watu wakudharau kwanza, wakuone, lakini siku moja waje wasimame wenyewe kushuhudia kwamba kwa kweli alichokifanya kilikuwa sahihi, lakini kuna mtu alikiona hakiko sahihi kwa sababu alichagua kumdhalilisha. Mungu atasimama na atakutetea katika jambo lolote ukimshirikisha na kumtanguliza yeye.